Pia tumeweza kutekeleza jambo la ulipaji wa mafundi wanaokuwa wanaendelea pale upande wa injinia shilingi 300,000, lakini upande wa mwagaji wa kokoto 235,000 na kufanya gharama ya shilingi 535,000. Chakula cha wasimamizi shilingi 118,000. Upande wa uchakataji wa kokoto operator shilingi 180,000. Spare za mashine yetu tukiwa na maana ya Borit oil pamoja na mafuta. Kuna mafuta pia yanatumika pale kwa ajili ya hiyo poka shilingi 54,000. Vibarua wa kusogeza mawe shilingi 336,000 na kufanya gharama ya shilingi 570,000. Watumishi wa kuchanganya zege wanaosomba pale wametumia gharama ya shilingi 1,144,000. Maji shilingi 159,000 na kufanya gharama ya shilingi 1,303,000. Na matumizi tuliyoweza kuyafanya kwa muda wa wiki moja tumetumia gharama ya shilingi 5,609,000. Lakini mapato yetu kama nilivyosoma hapo awali yalikuwa ni shilingi 5,280,000 na kufanya deni la shilingi 329,000. Lakini pia tulikuwa na deni la hapo awali niliyowasomea la kununua nondo, na kwa sasa tunalo deni la shilingi 16,866,000. Lakini kwa upande wa injinia kusuka nondo anamalizia, tuna deni la shilingi 700,000. Wapigaji wa mawe pamoja na uchenjuaji tunalo deni la shilingi 2,500,000. Mchanga, tunahitaji mchanga kwa sasa tripu 25 kwa ajili ya kuendelea kufyatua tofali ili tuweze kujenga msingi wa kwenye eneo letu la kanisa kwa ajili ya uwekaji wa kifusi. Tuna uhitaji wa tripu 25 ambazo zitagharimu shilingi 1,750,000. Jambo jingine, mfyatuaji wa tofali, tunao uhitaji wa tofali 6,000 zitakazo gharimu shilingi 1,800,000 kwa maana ya shilingi 300 kwa kila tofali. Na jambo jingine, tunao uhitaji wa kuendeleza kusuka nguzo, ambapo sasa ni kusuka nguzo kwa kutumia hizo marine board ambazo tumezileta. Tunao makadirio ya gharama zitakazohitajika kwa ajili ya fundi shilingi 2,000,000, na jumla ya fedha ambazo tunazihitaji kwa deni pamoja na mahitaji ambayo nimeainisha hapo ni shilingi 25,616,000. Asante katibu. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Lakini wiki iliyopita Jumapili tuliweza kupewa maelekezo na baraza la wazee kwa ajili ya kuandaa mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuona taarifa zetu za kanisa, namna ujenzi wetu unavyoendelea. Tumefungua vipengele kama vitatu. Cha kwanza ni Facebook. Ukiingia kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook utaandika AICT Mlimani Katoro. AICT Mlimani Katoro upande wa Facebook utaona ujenzi wetu unavyoendelea. Na kwenye profile utaona picha ya mchungaji, na baada ya hapo kwa sasa tumeweka video moja inayoonyesha ujenzi wetu ambapo umefikia. Lakini pia ramani ya kanisa pamoja na jengo ambao tunatarajia kuwa ni kanisa letu tutakayokuwa tunaabudia pia limeonyeshwa. Upande wa TikTok pia tumetumia jina la AICT Mlimani Katoro. Pia ukiingia utaona taarifa za ujenzi. Na upande wa YouTube tumefungua akaunti inaitwa AICT Mlimani Katoro Ujenzi. Pia ukiandika hivyo utaweza kuona taarifa zote za ujenzi zinazoendelea mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii tutaitumia kwa baada ya kama wiki moja tu. Majina haya tutayabadilisha kidogo. Tulipata taarifa kwa mchungaji kanisa letu linaitwa AICT Katoro. Kwa hiyo tutaitoa hii Mlimani, tutaandika AICT Katoro Mlimani kama kibwagizo kwa ajili ya kuendelea sasa kuona hizi taarifa zetu. Bwana Yesu asifiwe.